The people of Owino Uhuru have fought, bled and died, all in the quest for a clean environment to live in. Led by Mama Phyllis, as they call her, they have reached out to all possible levels. This is an expose on how far they are now and what we can do as a fellow people to help. Tuseme pale nje ya factory wala walikuwa pale uliona hiyo chini pale ile tutachimba, lazima tuchimbe hiyo sumu, tutoe hiyo mchanga, inaipelekwa mahali ambapo tumeconstruct ile tunaita landfill. Ni kama kaburi lakini very about mita 5. Unaona? Ni kazi ngumu sana. Remediation is when you remove the chemical poison from the environment and leave the environment clean and free of the poison. That way, there is no continued exposure because the soil was never cleaned up, so the lead is still in the soil. Lakini sasa ikawa haezi enda shuleni tena ama bado anaenda shuleni kwa njia nzuri, mara kidogo anarudi kichwa hawezi, mara anakosa fahamu, mara anasahau kitu anaandika. Sasa mwalimu anasumbuka naye hivyo kwa form 1 sasa hivi. Sasa iko shida kabisa kwa kitu ambao kuingia hapa 96 imeleta shida. Maana watu wote sasa ni wagonjwa. Watoto wana uzima hapa na watu wanazidi kukua wagonjwa zaidi. I'm Diana Madai. I'm an environmental scientist, a graduate. At St. Justice, I'm a programs officer. Basically, I coordinate all the projects, but I directly in charge of 2 projects directly. That is the remediation project of Owino Uhuru. Just 2 bags. The remediation project of Owino Uhuru, basically, as you know, Owino Uhuru it's one of the communities that is unfortunate to live through the consequences of extractive industries. It was exposed to lead poison, and the lead poison has been persistent in the environment for quite some time. And as Center for Justice Governance and Environmental Action, we decided that the best intervention and the most immediate intervention would be to remediate. And by remediation, I mean the cleanup of the toxic elements, that is lead, through excavating the soil, scaling the walls, replacing the airships that are already depleted by the acid, the sulfuric acid, and also testing and providing treatment to the community members. Kidevu. Majina mangapi? Kidevu ndio maarufu zaidi. Sasa mimi ndio nilikaa kabla ukuta huko hujajengwa kabisa, nilikuwa kunaishi nyumba za watu kule. Ule mfenesi ule nilikuwa nikikaa mimi na watoto wangu pale tukila mafenesi. Mti ule ulikuwa na mafenesi yake, ule mtu uliungua wote ule mpaka wao wakijenga ukuta huu. Mimi niko pale, nyumba yangu ndio hiyo. Nyumba hiyo ndio pale mlipoingia, pale nilipokuambia kwamba ile dari ya ndani ya kwanza iliungua ikaanguka. Nikabakia nikatia na mamba nyingine nikaanza kujenga upya. Ule mti ule nilikuwa nataka mjue kama ulikuwa ni mtu ulikuwa wa kuishi na ulikuwa mtu wa kuliwa. Na uliungua na ile. Je, mimi binadamu niko hali gani? It's something that our country has not been able to realize as it's a problem, and it's quite a big problem. And maybe they are still ignoring it because the extractive industries that are causing this pollution, they have a lot of power in the government, and they can be able to pave their way into the government institutions and get the necessary licenses without actually going through the right channels. Basically forcing out corruption, because it's the main thing that is hindering the whole thing. Yeah. Because you never know how far this thing goes. You never know what will end up at your table in the evening.
So when we speak, we are asking Kenyans to help us amplify the voices of this community and get justice for the Owino community. Okay? My name is Phyllis Omido. I'm an environmental activist and the 2015 Goldman Award winner from Africa. Today is a very sad day for me, for the Owino community, because last night at 7:45 in the evening, we lost one more victim to lead poisoning. Lynette Nabwire was tested by the government at our request, and she was found to have 238 parts per million of lead in her blood. The cause of alarm for lead poisoning is 5. It is 5. She had 238. What Kenya has done to the Owino community is unforgivable. What the state has done to my people is unforgivable. Today is a day that we have lost a mother. 4 weeks ago, she gave birth to a baby. That baby is orphaned. Joho promised us he's going to buy us medicine for my people. The government has done to us. Today is barbaric. We've demonstrated, we've been arrested. We've done everything in our power, and the state knows that they have exposed my people to death. So today I ask the President of Kenya, does he think that the blood of these people is not on his head? Is there no value for the life of my people in Owino? I want to ask Joho and Awiti, as their politicking, what are they doing for my people? Today I want to ask, on behalf of the orphaned children, on behalf of the husband who has been left without his wife, what is the worth of the life of my people? Jana nikampeleka Mgani Medical, wakamweka maji chupa 3. Akaambia sasa hivi ako sawa, rudi nyumbani. Kurudi nyumbani kafika saa 2 kasorobo usiku, huyo mtu akaniacha. Sina mengi, mimi ni hayo. And I want to call Kenyans now to arise and support us. We are going to carry out mass demonstrations in the streets of Mombasa. We are going to block traffic. We are going to do everything in our power until we get medication for our people, until we get the environment cleaned for our people. Mara kwa mara huyu mama ameshughulika, amefight nao kweli, wamepimwa lakini madawa haziji. Wanakuja wanawaahidi kwamba tutakuja tufanye, hawakuji. Wanabaki tu ni kushangana hivyo hivyo. Sami is also in Portrees Hospital. He also has 12.5 parts per million of lead. Hosea is standing beside me. He has more than 100 parts in his blood. Okay? So should I sit back and wait for him to die as well? So our president, our governor, our senators, they are sitting back waiting for our people to die, yet they know that these people are going to die. Is that fair? Is that just? As long as the environment they are living in still has the poison, then everything we are doing is null and void. We have told the state that there is need to remediate the community immediately, to remove the toxic waste from Owino, from the walls, from the soil. 6,735. My suspicion here is this is quite rough, right? And it has managed to trap the very fine particles of lead. Make the environment clean and give these people a chance to live and their bodies a chance to fight. But as long as the poison is still in the soil, on their roofs, on the walls, there is nothing we are doing trying to give them calcium. Because we give them calcium, they go back and breathe in and take in that poison. So the first step must be remediating the community, and that has to be done immediately before we lose any other person.
Leo ni siku ya furaha kwa maana leo tumepokea wageni wetu ambaye nimewaambia kuanzia siku ya Tafika kama binti Oman ambaye ndiye amekuwa akisimamia shughuli ya kujua vile tutapata matibabu kwa kupitia county government ya Mombasa, na tulikuwa na mkutano na tukamwomba afike hapa kwa ajili ya kujibu maswali yetu kadhaa. Kwa hivyo tutampa muda kwanza, tutamkaribisha, alafu tutampa muda kwanza na timu yake waongee na sisi, alafu niliwaambia mtayarishe wazee, mmoja ataongea, youth mmoja ataongea kwa niaba ya youth, alafu tumalize maana jua ni kali. Sawa? Omika huru moja. Basi karibu sana mgeni wetu. Tunafurahia sana nyinyi. Kwa mara ya kwanza sisi kuweza kufika hapa Ununguru ili kuweza kujadiliana kuhusu maswala ya yale mambo ambayo kama vile mnavyoelewa ile poisoning ya lead ambayo imekuwa katika maeneo yetu hapa. Tumekuwa na kuanzia kipindi cha pengine mwaka uliopita, wakati tulipokuwa na hili tatizo, tumekuwa na ushirikiano pamoja na nyinyi na pia pamoja na serikali kuu ya Nairobi kuhusu hili swala. Mara ya kwanza mwezi wa Septemba mwaka uliopita tulichukua damu kwa baadhi ya wakaaji wa hapo Ununguru, nafikiria walikuwa kama watu 50 hivi kama sijakosea, ambapo tulichukua hizo damu tukapeleka government chemist Nairobi, na baada ya hiyo tulielewana kupitia kwa Senate, bunge la Senate, ili tuweze kufanya uchunguzi zaidi, na tunashukuru kupitia kwa serikali kuu
tuliweza kufanya uchunguzi ambao ulifanywa hapa Owino Uhuru. Baada ya hiyo, nafikiria tuliweza kufika hapa na tukawasomea yale majibu ya uchunguzi ambao tulikuwa tumefanya. Kufikia hapo, nafikiria tulielewana kwamba tuweze kuhakikisha kwamba tumewatibu wale ambao huenda ikawa waliathirika, kwa maana ya kwamba pengine ile kiwango cha ile kiko juu zaidi ya vile ambavyo inatakikana. Hata hivyo, tumekuwa na mikutano mingine. Tulikutana tena na washiriki wetu wa serikali kuu, na pia tuliweza kukutana na washikadau wengine kutoka mji wa Mombasa ili kuweza kujadiliana haswa ni vipi tutaweza kusuluhisha hili tatizo. Na kupitia kwa huo mkutano, kuna yale ambayo tulikuwa tumekubaliana ama tumeafikiana. Mojawapo ni kwamba tutaweka kliniki maalum ya kuweza kutibu wale waathiriwa pale Mikindani Health Center, na nafikiria hiyo imekuwa ikiendelea. Pili, tulikubaliana kwamba tuweze kufanya, kwa sababu tulichukua damu kwa wachache tu, kuna wengi baadhi ambao hawakuwa kwa manyumba zao wakati huo. Tulielewana kwamba tutachukua damu kwa eneo la kama mita 200 kutoka kwa ile factory, na nafikiria kupitia kwa ofisi yetu ya public health tayari tulichukua maeneo hayo na tukachukua majina ili kujitayarisha kuweza kufanya huo uchunguzi wa damu. Hata hivyo, kumekuwa na changamoto kwa sababu tulianzisha ile zoezi na kuchukua damu kwa baadhi ya wananchi, na pia tulikuwa na outreach services hapa ambapo nafikiri baadhi yenu walipata matibabu, lakini hatukuweza kuendelea na lile zoezi la kuchukua damu kwa sababu damu hiyo inapelekwa government chemist, na ile mashini ambayo ilikuwa pale ilikuwa na hitilafu, na nafikiria bado wanaendelea kuweza kurekebisha hiyo mashini, na hatukutaka kuendelea kuchukua damu wakati tunajua kwamba pengine hatutapata majibu kwa haraka, ili tuondoe ile mtaharuki ambao itakuwa kwa wale ambao wanangoja majibu yao ya damu. Kwa hivyo kwa ufupi tu, hayo ndio maelezo ambayo pengine hadi sasa tuko nayo, lakini ile kliniki tumejaribu kuendelea nayo pale Mikindani. Hata hivyo, tunaelewa kwamba ili tuanze matibabu yale mengine, inakuwa ni bora zaidi kuhakikisha kwamba tumechukua viwango vya ile lead kwa hivi sasa, ili tuweze kujua, kwa sababu tunaelewa kwamba vile viwango huwa aidha vinazidi kupungua ama huenda vikawa vinaongezeka. Kwa hivyo ili kuweza kujua kwamba mtu anahitaji matibabu ya aina gani, huwa inafaa zaidi na ni mapendekezo ya kiutaalamu kwamba lazima kile kiwango kichukuliwe katika ule muda ambao sio imezidi miezi mitatu. Kwa hivyo bila kuchukua muda mrefu, ningependa kuchukua nafasi hii nimwalike waziri wetu wa afya Honorable Binti Omar ili naye aweze kuja kuzungumza machache kuhusu swala hili. Asante. Karibuni. Karibu waziri. Hamjamoni mabibi na mabwana. Nimefurahi tena kuja hapa kwa siku ya leo. Ningependa kumshukuru Madam Phyllis ambaye tulikutana naye bahati mbaya, maana nilikuwa nimeenda kwa ofisi ya gavana kufuatilia masuala mengine, na ndipo nikakutana naye na akanijulisha kuwa kumekuwa na a lot of no confidence in the county government management ya masuala ya lead, na ndio maana tuko hapa katika siku ya leo. Na jambo ambalo tulikubaliana na yeye ni kuwa lazima sote tukae pamoja na tuje na suluhisho. Si wakati wageni wanakuja ndio tunakuja hapa. Na jambo ambalo nilipropose ni kuwa itabidi kila mwezi tuwe na mkutano, every month, ndio tuone progress ya wakazi wa hapa.
Maana kama sisi tumekuja tumecommit, lakini bado wananchi wanaona kazi haifanyiki, kuna shida. Na haifai tuwe tunakuja hapa tu wakati wageni fulani wanakuja. Hii shida ni yetu sote kama wakazi wa kaunti ya Mombasa. Na kama waziri, mimi ahadi yangu kwenu ilikuwa tutakuwa tunakutana more often, at least mara moja kila mwezi. Phyllis, tutaelewana ni tarehe gani. Ili sasa tukitoka hapo tutakuwa na makubaliano ambayo tutafuatilia, na tutakuwa na review meeting next month. Tarehe tutaelewana, tuzungumze tuje tunaenda kwa upeo fulani ama kiasi gani, ambapo kuna mahali labda itahitajika mimi na nyinyi pia tusukume pressure fulani ndio mambo yafanyike. Maana masuala fulani kaunti inaweza kusimamia, lakini masuala fulani ni jukumu ya serikali kuu. So lazima tusaidiane ili tuweze kushinda hapa. Haitakuwa ni vitu ambavyo kaunti inaweza kupigana peke yake. Ni kama wakazi pia mna jukumu fulani. So itabidi sote tuungane ili tuhakikishe muweze kufaidika ama muweze kutoka kwenye janga tulilonalo sasa. Sawa. Kwa sasa sina mengi ya kusema, maana kama mlivyoambiwa ni siku ya kujadiliana, na mimi nimekuja kuketi na kuwasikiliza, kuelewana ni mambo gani ambayo mimi kama waziri nafaa niangalie mimi mwenyewe, maana kumekuwa na lot of delegation, na sasa nimeamua kama waziri kuwa jambo ambalo nitalishughulikia mimi personally, na itakuwa ni mimi nalifuatilia mimi mwenyewe. Sawa. So naomba mzungumze kwa wazi ili tuweze kuelewana. Nimesikia kwa kulikuwa na masuala ya results fulani ambazo zilikuwa hazijatolewa, na tumekuja na results hizo tuweze kuwapa. Na kunazo results zingine ambazo bado mnafahamu pati, ambapo itabidi lazima nisukumane na ofisi zingine, lakini hamna wasiwasi, ni jukumu langu. Kwa sababu mimi nimewekwa hapa ili kuhakikisha wakazi wa Mombasa wameshughulikiwa. Na kama hawajashughulikiwa kwa kiafya, hata mbele ya Mwenyezi Mungu ina maswali ya kujibu. Sawa. Sawa, sasa naomba tuendelee na program, mzungumze, tuelewane. Tukiondoka hapa tujue mwezi ujao tutakutana tena hapa. Tuone binti uliahidi utafanya hivi, umefika kiasi gani, ni shida gani umekuwa nazo, tutaziwacha how do we overcome this hurdles that we have. Sawa? Shukrani. Sawa. Mimi sina mengi, mimi ndio mwenye ambaye amefiliwa. Bibi yangu alipatikana na lady kweli. Wakaleta madawa akatumia, kafikia wakati wake alikuwa na mimba akajifungua. Ile kujifungua alibleed sana. Baada ya kubleed alikaa for 3 wiki nzima, wakampa ruhusa ya kwenda. Alikuwa ni baada akakaa wiki moja akawa iko sawa. Wiki ya pili akaanza kusema anaumwa kichwa, tumbo na macho. Imeenda hivyo, walipea dawa damu moja. Kamrekesha wiki ya pili Potriz, wakaniandikia dawa za damu, kanunua dawa za damu. Hivyo hakuwa tofauti. Ikabidi wiki hii ambayo amekufa nikampeleka hospitali tena, ikapatikana kwamba kuna shida ndani ya tumbo. Hasa ndio ikaje kamlemea kabisa mpaka kaniacha ndani ya nyumba. Sina mengi mimi ni hayo. Na mimi naachia mtoto mdogo ambaye wiki 4. Na sijui itafanyaje. Mtaangalia mimi mtanisaidia. Kuna haja ya national government to support. Kuna haja ya sisi kukaa na kutoa system na finance ambayo itafikia watu wetu. Kama mtu hajiwezi ndani ya nyumba, asife ndani ya nyumba na jamii yake bila kujua hata pesa ya kupanda boda kwenda hospitali atapata wapi. Kwa hivyo kuna haja, macha tunaongea, macha county government inafanya kazi, lakini kuna haja ya sisi kuungana na kujua national government wataungana na sisi kivipi. We have to come up with systems because I am not ready to bury anyone else in this community. Dada Phyllis alileta jamaa mwingine hapa ambapo ni daktari na ambaye alikuwa ni apime ardhi, angalie zile sehemu ambazo zimeathirika ziweze kutolewa na ziweko mchanga mwingine. Sasa mimi nafikiria kama vile tumesema kwamba kutakuwa na mshikamano, tunataka hiyo kazi pia ifanyike, maana tungependa tukae katika mazingira bora, na hii kazi itafanyika tu kwa ushirikiano wenu na yeye Phyllis. Maana yeye ndiye alileta yule daktari, na nafikiria wakati mkishirikiana huyo daktari ataweza kuwa na uwepesi wa kufanya ile kazi. Matibabu tumekuwa ni kwamba tuliahidiwa na gavana wakati ambapo gavana alikuja hapa, akasema ya kwamba tuna dawa ambazo tutaletewa hapa, zile za kutoka South Africa za kutibu lead. Na binti aliposimama sikusikia kiguza hiyo, nafikiria alisahau,
lakini sasa nilikuwa nataka nipate ufafanuzi kwamba zile dawa zimekuja ama haziko. Maana zile ambazo tunapewa ni zile za zinc na hizo zingine na calcium. Sasa zile tunafikiria ni kwamba labda niza kufanya tu, yani ni kama first aid tunaopewa. Sasa nilikuwa naomba kama hizo dawa ziko, tupeane kwa wale watu ambao tayari washapatikana wako na hiyo ugonjwa, ili watu wapate kupona. Kuna wale watu ambao walikuja kapimwa na sekta zingine mbalimbali ambapo ni tofauti na serikali. Kuna wale ambao walipimwa na KTN na matokeo yao pia ilishatoka, na wale watu hawaja kuwa considered kupewa dawa. Sasa nilikuwa nataka kwamba kama itawezekana wale nao waorodheshwe katika ile grupu moja ambao wanaweza kupewa pia madawa, maana pia wamepatikana na ugonjwa. Hata kama umepatikana na lead kiwango moja ndani ya mwili wako, unastahili utibiwe, maana tayari umeambukizwa hiyo kitu. Jambo la mwisho, kuna watu ambao tayari walipimwa na matokeo yao haikutoka. Nafikiria kuna vipimo karibu 4-5 ambavyo vimefanyika hapa. Sasa nyinyi kama watetezi wetu mtaangalia vile vipimo vile, maana kila mmoja apate matokeo yake, ajue kwamba yuko katika hali gani. Maana mtu akiwa mgonjwa, akiwa na malaria, lazima aambiwe malaria iko kiwango gani ndani ya mwili wake na apewe matokeo yake. Si ati kwamba napimwa alafu yale matokeo yanafichwa, unaambiwa tu uko na lead na hujui hiyo matokeo iko namna gani. Ukionyeshwa unaonyeshwa kwa karatasi kwamba wewe uko baadhi ya wale watu ambao ni wagonjwa, ambapo hata mpaka sasa unaona hii karatasi nimebeba, hii ni ile karatasi ambayo nilikuwa nimepewa ya kuonyesha watu ambao ni wagonjwa wa lead. Sasa hii si matokeo ya nini, yatakana kila mmoja awe na matokeo yake binafsi, ambapo hata akitoka hapa kienda hospitali nyingine akielezea upande wa ugonjwa anaweza kusema kwamba matokeo yangu ni haya. Kwa hivyo ninaomba kwamba wakati ambapo wao wamekuja watajaribu kushughulikia jambo kama hilo na tupate njia mwafaka. Asanteni sana kwa wakati ndio huu. Lead poison iligunduliwa mwaka 2010. 2009 tulianza kulalamika, tukalalamika, lakini hatukuwa na msimamo kamili. Lakini mwaka 2010 ndiposa tulienda kwa kipimo, ndio daktari akatoa msimamizi wa Patcare, ndio ilitoa hiyo msimamizi ukweli. Tumeng'ang'ana, tumeanda vipimo vyote mpaka tumefika mwisho. Kwa hivyo ni nyinyi jukumu lenu, mjue vile tutatibiwa, mjue vile tutapata compensation, kwa sababu watu tumeingia hasara kutokana na lead poison. Ni hayo tu machache, na Mungu ambariki. Kwa majina ni Scholastica Shikanga, mkoaji wa Inauru, na mtoto aliyeathirika si mimi niliyeathirika, mtoto aliyeathirika ni Kelvin Musyoka, ndiye alifanya hii kitu ikajulikana, watu wameathirika katika mtaa wa Inauru. Asante. Tanzania kuna wale ambao wameathirika na washaathirika kulingana sisi tunajua hii haina matibabu, lakini kuna venye tunaweza pata rido hii. For example, wale wamekuwa affected kitambo ambao sema mpoteza wapendwa wao, wengine bado wako na asilimia kubwa. As a Minister for Health and Sanitation, umechukua watu gani wala watakumbuka state ama watafanywa nini ambacho kitakuwa wakikumbuka kweli sisi tumepata msaada kutoka kwa sababu tunajua kulingana na mambo yanayotufikisha kutoka ni support ya government. Alafu secondary, hapo hivi tuko na poor drainage system. Kwa zinyi mnafika hapo uwanjani lakini hamjaitembea huku chini mkono penye kuna vitaro. Alafu yule daktari wa kizungu aliyetoka ng'ambo alipofika hapa alituambia mchanga ndio una high percentage ya ardhi. Alafu kuna rain. Mvua ikinyesha kuna drainage. Yale maji huchukua pande za chini. Sasa unapata most of us tunawalk barefooted. Alafu kuna sharp objects chini ya changa ulizokatika, alafu pia redi ikaingia. Such as that, waziri wa mazingira na kila kitu na health yamechukua hatua gani kutekea hiyo drainage? Hiyo ni question ya youth.
Alafu mwingine, kuna mgeni amekuja akasema kwa hospitali itajengwa Mikindani. Lakini kuna mama amesema kitu point. Unajua sasa sisi ndio tumeathirika, tukienda kule hawajui shida yenye tunapitia. Sisi tukaomba, sababu tuko na waziri hapa, sisi tukatakata kani dispensary. Yaani kitu yenye kwa karibu na sisi. Yaani at least mtu akikuwa ana shida anakimbia, kwa hiyo itakuwa hapa, yule mtu atakuwa hapa, atakuwa anajua hii imejengwa sababu ya shida hapa hii. For example, unasikia kama mmoja tulimpoteza, tulimchukua hospitali for trees, reason hatukuwa na dispensary ya for private. Unajua lipoa prevent and cure. Alafu kitu kingine tunaomba ile, yani tunataka muwe karibu na sisi. Nikaa for example, ukienda ulize mtu mwingine mwenye yuko kwa mkutano, huwa anasikia mlikuja mnapata na point, alafu nyewe mnajitoa. Sasa unajua sisi tunasikiza hizo story tu hapa hivi. Lakini ikiwa mnaweza kuwa na representatives wale wenye wako huku, wenye wako direct, wanaweza kuwa accessible kwao. Kwa sisi tuko na access kwa Misi Omindo. Na tutakuwa kila kitu tunataka Omindo ndo akuje ofisini, Omindo ndo akuje ofisini. But tuna appreciate sana yeye kukua na kuwe sana. Sasa lakini mkiwa na wajamaa hapa tunaweza utajua shida yetu, hata sio sisi. Utakuwa unajua direct from the ground inafika pale. Ingine, point nyingine tunataka kutoa ni kuwa hapa tuna youth wenye wako ready kwa volunteer, yani stop the environment nini. Also kama minister, una support kivipi? As a youth, hatuwezi kuwa youth tumekuwa affected, hatuna ene, alafu sasa tunaweza tukawaka. Hawa buda wametusupport kwa tumefika. Inabidi sisi tuanze kuwapatia support. Lakini support hatupati kwa sababu karibu hatuna magodfather. Na hilo ukifika hapa unaweza kuwa kama godfather. Na siku wanaomeandika kwa gazeti kwa sisi tumesaidika, lakini hakuna kitokaa hiyo. Ile step kwa jamaa alikuwa amefa. Unajua si yani mayouth huko tumechekinika, mada ndio gava, mada ndio rezo, ndio minister. Hata wengi kuuliza hapa leo ndo wamekusikia. Ama kwa newspaper. Kwa sababu hatujai kuona hapa, ama ni uongo. Sasa hiyo ndio. Sasa mara tatu ndio hata nikupe point mbona nimesema hivyo. Kuna ile misinformation. Yaani unatuma information, for example ukifika kwa mama akiambia msee, lakini una msee kwa ground. Unaona? Alafu point nyingine tuko tunamalizia. Ni ile story sasa ya drainage sana lakini. Unaweza kupata story za drainage huku down because ya soil erosion. Kwa hivi kienda huko dawa na wasako kwa P10 wanakatika ridi na kuingi. Alafu sana wale wenye wamekuwa na shida, wale wenye hawajakuwa infected, mtawasave vitu wasikuwa infected because bado soil iko hai na percentage ya juu. Kwa hao machache tumeshukuru, wengine tabonga siku ngine. Jambo la dispensary, kuweka dispensary Uhuru. Kuna program inatoka national government ya slum upgrading. Na kwa sababu ya shida za hapa na za wakazi wa hapa already tulikuwa tusha propose, lakini nyinyi kama wakazi wa Uhuru itabidi muonyeshe ni wapi mnataka hiyo container iwekwe. So kunayo container ambayo itawekwa, so mtakuwa na health center yenu hapa ndogo, na hii ni jambo ambalo tunashughulikia. Labda nitaweza kumjulisha Madam Phyllis how soon hiyo project itakuja, lakini proposal yetu ni kuwa waanze na hapa kabla wafanye kwingine. Sawa? Kwa hivyo swala tunaishughulikia. Swala ya chelation therapy ama hayo madawa ambayo yanahitajika kwa lead poisoning. Kuna mikakati ambayo Phyllis alikuwa ameanzisha ambayo ilikuwa ni ya neutralization ya mchanga wa hapa. Na specialists wote ambao ni wa lead poisoning wametufahamisha kuwa chelation therapy haiwezi kuanza kabla ya neutralization ya mchanga. Yaani mkiwa mahali ambapo kuko na continued exposure, hata mkipatiwa hiyo therapy haitasaidia. Ndio maana tulipokuwa tumeketi pale na Phyllis tulikuwa tunazungumza ni jinsi gani, maana kuna bottlenecks fulani ambazo zimetokea, ndio maana hiyo neutralization haijaanza. So tunazungumza ni jinsi gani tutafanya kazi kwa ukaribu zaidi kuhakikisha kuwa hiyo bottleneck imetolewa na kuhakikisha kuwa pia hiyo chelation therapy imeanza. So msijali, sasa mimi na Phyllis tutakuwa tunasukumana. Yeye ananipiga ngumi, mimi nampiga ngumi. By the time tumemalizana pia nyinyi mtakuwa mko sawa. Sawa.
Masuala ya provision ya activities for the youth. Hii ni swala ambayo nitazungumza na waziri mwenzangu wa youth, gender na sports, tuone ni programs gani ambazo tutaanzisha hapa. Masuala ya drainage, nitazungumza na PHO wangu, tafadhali na kuomba upate kupinpoint hizo areas ambazo ziko na issues za drainage. Maana inafaa pia tuelewe kwa El Nino iko karibu kwanza. So it's important tuangalie hiyo drainage. Please angalia, nipatie report, nipeleke kwa infrastructure wakuje wafungue hizo drainage. Maana their points are valid. Ukitokea hii El Nino watu wanaweza dhurika zaidi kuliko vile wamedhurika sasa. Lakini baada ya huu mkutano ambao ni wa hadhara, namuomba Phyllis na representatives wa hapa wakae na sisi. Maana kuna mambo mengine, decisions zingine ambazo lazima tuzizungumzie pamoja na tuafikiane ni jinsi gani tunaweza kuachieve hizi things. So kuna masuala ambayo tumezungumzia, lakini lazima tuyazungumzie kwa undani zaidi. Kuna mambo ambayo Phyllis itabidi afanye ili aweze kunisaidia, na kuna mambo itabidi mimi pia nifanye. Unaona? So jambo ambalo tunaahidi kama Wizara ya Afya, tunafanya kazi na ukaribu zaidi na nyinyi. Ndio maana nimesema every month tutakuwa na review meeting. Sasa hivi tutakuwa na mkutano, tuzungumze, tujue binti nafaa kufanya hii na wizara, mimi nitafanya hii. Alafu baada ya hiyo tutakuja tuzungumze, tumefanya hii na hii, tumefika kiasi, what is the next step. Sawa? So tutakuwa tunakutana more often. Haitakuwa tena tunafanya kazi kwa maofisi. Pia mimi na Phyllis tulikaa tukasema, yenyewe tungekuwa tumekutana mapema zaidi, labda tungekuwa move haraka zaidi. So tumeelewa kuwa we need to work more closely ndio tuweze kuachieve the goals that you want to achieve. Asanteni. Moving forward, we are working for the community. I'm down a politician representative. So I'd like to ask you people also as the media to try and delink the Winongo case from politics. That is the only way to help this one. And the issue of remediation for Winongo, that is removing all the lead element in the soil. It's not an issue of Waziri or Phyllis, it's an issue of Kenya. So we are starting first of all to do a very vigorous campaign to sensitize Kenyans to come together for the people of Winongo. We need iron sheets, we need cement, okay? We need to remove these sheets because they are contaminated. We need to restore the walls, scrape the walls and plaster them afresh. We need to remove the soil and put fresh soil in this community. Then we can start pushing for chelation therapy. So it is not the responsibility of Phyllis or Waziri. This is the responsibility of Kenya, because the people of Winongo are not able to do this on their own. So this is where I will ask Kenyans to come together with the spirit of being Kenyan, and let us see what we can do to give the Winongo a clean, healthy and sustainable environment. Let us stop pointing fingers for now. As Waziri said, we are going to court and we are working together with the county government to make sure that our case is solid for the community, okay? But even as we work to get compensation through the courts of Kenya as the constitution states, we need to understand as Kenyans that if we keep silent, this community will perish. So all of us must come together as Kenyans for the Winongo community, okay? As the media houses, we will contact you. You will be part of our campaign because you must be able also to carry this message to Kenya. You have seen what has happened. You have been with us since 2009, I believe, when we were doing campaigns. It has come to a point where now this place needs to heal. We need to help these people heal. This is a disaster like what could have happened in any other part, like a flood or anything else. Until that time when we go to court to seek justice, we need to come together as the media house, as Kenya. Stop asking what are you doing, okay? It is what you will do for this community. It is what I will do for this community. So it has come to a point where I will ask, I'll call a call for action for Kenya. Please, if you can give us one iron sheet for this community, it will help to remove the contamination in this place. If you can give us one bag of cement, it will help us remove the contamination in this soil. If you can give us 1 shilling to help these people, it will assist us in pushing forward the remediation of a Winongo community. So it's not an issue of me or who, it's an issue of all of us as Kenyans standing with our brothers and sisters so we do not lose any more of them. We do not lose the children and the future generations that would have come out of this community. So thank you so much. As children growing up in diverse parts of rural Kenya,
I believe we all grow up to know nature. As parents today, what dreams of our children do we have? Will they grow up to know love, friends, nature, family? Will they know a better Kenya than we knew, a better Africa and a better world? Do we wonder when our fast-growing sons will ever learn to climb trees? As children, we all climbed trees. They were everywhere, but where are they today? Unless we choose today to change our attitudes, we are leaving behind a nightmare that the future generations will face. The nightmare that they will face because one day we failed. We chose to fail to do the right thing for them, to stand with them. We know who. I see faces of children looking up at you, at Kenya. They are stuck in a hole of despair, sickness and poverty. But we are too scared to lift ourselves from our comfortable lives and the system. Too afraid to hold their hands, afraid to do what it takes, too afraid to be the support for others to climb out of this hole. We don't want their dirty feet to step on our friends' shoulders. Yet, together as Kenyans, we can face any adversity. We have before, we can again. Like termites, we can build the tallest environmental tower of might and give hope and help, bequeath our children and those of who know who the earth that they deserve. All they need is clean soil to play on and eat even. All kids eat soil. Our might is from togetherness and not from solitary wars, not from fear, but by pulling each other up on this journey to build the tallest environmental tower in Kenya by lending our voice, time and resources to give a chance to our brothers. All odds seem against us now and many see no natural reason to stand up. But true faith, Kenya, is standing up against the odds. We have a lot to accomplish for these children in too little time.